Praise God. Ci sweetheart. Sweetheart, kani ngani ya? Ci sweetheart chiaje rusha. Mbuya mole. Manya, Mungu amebariki akina mama. Tungua tunaona miti inamea. Unasema it is a natural resource. Hata sisi ni natural kwa sababu mzee akitupatia mtoto si anamea kwa tumbo. Nani kama mama? Mama hapo natural. Mama hapo na maziwa ya mtoto. Nani kama mama? Mama hapo na chakula ya baba. Nani kama mama? Nani kama mama? Nani kama mama watu wetu? Tafadhali wazee wetu tunawapenda, msituchape. Badala ya kutuchapa, tuambie mami I love you. Sisi akina mama. Wamama wanachapwa kama kwangu kule Kisii, South Mogirango. Mama amepigwa kichwa na visu, ako hospitali anapona. Juzi mtoto wa Multimedia University akauawa, akawekwa kwa tank na mvulana. Alafu watoto pia wanarepiwa. Wazee, hii macho mzuri Mungu amewapea. Tuangalie na mtupende lakini msituchape. Tupende jameni. Nikimaliza ambie. Sisi tunajua tunawapenda wazee wetu. Lakini wazee sasa wanakuwa wakatili. Wewe unafikiria mwanamke ametoka kwao kote huko, amekuja kukaa kwa boma yako, lakini wewe unampiga. Sisi tukikuwa wabaya na sisi ndio tunapika, sisi tunaweza kuwekea sumu. Lakini sisi tunasema tunawaenzi, Waswahili wanasema tunawaenzi. Kwa hiyo wazee, mwache kutandika. We love you kama Mheshimiwa Donya alivyosema. Pili, niambie watu wa Nyamira na watu wa Kenya kwa jumla. Hakuna urithi tutaachia watoto wetu isipokuwa elimu. Sisi tutatoka Embu County na wenzangu wale wako pale, tukuje tuhakikishe kwamba mama ni mama. Semeni mama ni mama. Ya mwisho, tumekuja hapa pia kwa sababu ya gender based violence. Na mama wale ambao tuko hapa, tunajua ya kwamba asubuhi tunategemewa, saa 7 tunategemewa, jioni pia tunategemewa. Sasa wanaume wenzetu wale ambao tuko hapa na wale tuko manyumbani, tafadhali kujeni pole pole. Mambo ya vita katika nyumba tuachane nayo, mambo ya kupigana, mambo ya kuuana tuachane nayo. Kama ni pale nyumbani wakati wa ibada, wakati wa kumsifu mwingine, si mambo na kutumia nguvu, mambo ni kuzikizana. Kwa sababu gani? Ukienda pole pole utasikizwa, lakini ukitumia violence, hiyo itakuwa ni kama umerepu mtu. Na ukimshika cha nguvu, hapo ndipo kuna hatari. Kwa hivyo tuangalie mambo ya gender based violence, mambo ya suicide. Na kama ni kijana ambaye yuko hapa, ukikataliwa na msichana, kubali tuishe. Ukiachwa, achika, utafute mwingine. Hakuna haja ya kujitia kitanzi, kuvuta sijui nini, unajitoa uhai kwa sababu ya msichana. Kwani ni sisako? Kwani ni dadako? Ukikosa huyu, utafuta mwingine kwa sababu si 12 kama wale wanafunzi wa Yesu. Ya mwisho, mambo ya gender based violence. Mama, usingojee uuliwe pale nyumbani. Ukiona leo umechapwa kofi, kesho umepigwa tena teke, kesho tena umeambiwa nitakudunga, chukua watoto wako pole pole, toroka kidogo. Ni afadhali uishi bila chakula, utafutiwe chakula na mheshimiwa wetu Jerusha ambaye ni governor to be, kuliko kuuliwa katika chumba chako. Okay, habari zenu wote. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani wote. Kwa majina naitwa Marian Kitani. Mimi ni wagamama
natoka huko Aldai. Aldai iko Nandi County. Na kama vile mmesikia, nimenyana na wanaume kweli kweli. Na watu huko wakaona huyu mama anakaa mrembo, anakaa mzuri, ako na smile mzuri, wakasema patia huyo kura. Sasa sisi wanawake ningependa kusema hivi. Siku ya kuumba hii dunia, Mungu aliumba mtu wa kwanza akaita mwanaume. Akamwona huyo mwanaume anakaa peke yake, akasema wacha tumtafutie msaidizi. Huyo msaidizi alikuwa anakaa kama nani? Si kama mimi. Huyu mrembo amekaa hapa. Alafu huyo msaidizi akatengenezewa mwanamke, wakakaa na yeye. Kosa moja tu ambaye mwanamke alifanya ni kumuintroduce yule mwanaume kwa ile tunda ile. Sio ni kosa moja alifanya peke yake. Na Mungu akasema kwa sababu nyinyi wote wawili mlifanya makosa nitawapunish. Lakini hakutupatia punishment ya kusema mwanaume aenda achape sisi. Alisema hiyo kweli? So kwa nini wanaume wanaenda kinyume ya Biblia? Ni vizuri kutuchapa kweli? Hii mrembo yote mnaona hapa mnataka kuchapa kweli? Na nilikuwa nakuja hapa Nyamira, unajua mimi bado sina ule, nilikuwa nakuja hapa kutafuta. Sijui sasa naambiwa watu hapa mwanaume anachapana. So nitoroke nirudi kwetu? Nitachapwa hapa ama sichapwi? Sitachapwa? Nitapendwa? Nitaambiwa I love you? Na kuambiwa vitu mingi mzuri? Na mimi asubuhi nitakutengenezea maji moto mzuri, uoge, chakula mzuri, hiyo ni sawa? So tunasema mama tufanye kazi yetu ya kuchunga wanaume, pia nyinyi mseme huyu mama mzuri anatoshea kuchunga mimi nyumbani. Si ni kweli? Kazi ya mwisho tulipatiwa sisi wanaume na wake ni kwenda ku multiply na kujaa dunia. Hakuna kazi nyingine tulipewa. So kwa nini tuchapane kwa hiyo kazi? Kuna haja kweli? So ya mwisho mimi ningependa kusema hivi. Serikali yetu ya Kenya Kwanza inafanya kazi. Na kama unataka kuona hiyo kazi inafanyika, hii shule yetu leo wameomba basi, na utasikia hivi karibuni basi nakuja hapa nikitoka kwa hiyo serikali. Sasa sisi watu wa Nyamira tunataka kazi ama tunataka kelele? Sisi tunataka kazi. Tuendelee na kazi. 2027 ikifika siku ya kelele tutafanya kelele siku hiyo. Lakini saa hizi watu wa Nyamira, watu wa huko kwetu wapi, kila mahali Kenya wanataka maendeleo, na tunaambia president wetu hakikisha maendeleo imefika hapa Nyamira, na tukirudi huko tutaambia hiyo basi tulisema ikuje ifike haraka iwezekanavyo. Si kweli? Kwa hayo mengi na machache, ninaenda watu wengi wanalia kwamba hakuna kazi inaendelea katika kaunti zetu. Na sio kaunti yetu peke yake, kaunti nyingi katika Kenya. Kama kaunti zote zingefanya kazi, umaskini, shule zetu, mabarabara, maji, kila mtu angeweza kupata leo. Tukiangalia ile pesa imeingia katika kaunti zetu tangu devolution. Lakini kama hakuna kazi inaendelea, ni lazima tulete mabadiliko. Tupatie wengine nafasi, na wengine wale tutawachagua ndio watakuja kutufurahisha. Kwa hiyo kama mama, kama kiongozi, sisi tumeomba huyu mama ametosha kiti ya gavana. Pale bungeni tunamheshimu sana. Na anaheshimika Kenya. Na amewakilisha sawa sawa kwa idara ya bunge, katika bajeti, kazi ya kina mama, Jerusha ni Nyamira asubuhi, Nyamira saa 7, Nyamira jioni, Nyamira usiku. Huyu mama kweli anawakilisha. Kwa hiyo